dunia tumkute huko mbinguni. Katika kijiji cha Igambilo na alisoma katika shule ya msingi Itaga darasa la kwanza na hakubahatika kuendelea mbele. Marehemu aliolewa mwaka 1958 katika kijiji cha Karuma na kubahatika kupata watoto 8 ambao walio hai hadi sasa ni 3. Marehemu ameacha watoto 3, wajukuu 21, watoto wa pili 24 na kitukuu 1. Kuugua. Marehemu alianza kuugua mnamo mwaka 2023 na 2024 alipelekwa katika hospitali ya wilaya Uyui kwa matibabu mwezi wa 3, na mwezi wa 6 alipewa rufaa kwenda Bugando ambako aligundulika kuwa na kansa na kuanza matibabu ya mionzi. Mwezi wa 7 2024 kwa muda wa miezi 8. Mnamo mwezi wa 3 tarehe 11 marehemu alizidiwa na kuwekwa chumba maalum kwa uangalizi na matibabu kwa kina, na kufikia tarehe 26 mwezi wa 3 akafariki dunia. Shukrani. Tunamshukuru Mungu kwanza kwa zawadi ya uhai wa Devota kwa umri huo aliofikia. Tunawashukuru pia madaktari, wauguzi wa hospitali zote mbili ya Uyui na Bugando kwa jitihada zao walizozifanya kuokoa maisha yake, lakini Mungu alikuwa anamhitaji zaidi, kwa maana uhai wetu unafikia hapo. Pia tunawashukuru ndugu, jamaa na marafiki wote waliojitolea kwa hali na mali kuokoa maisha ya bibi yetu. Asanteni sana. Na mwisho, tunapenda kuwashukuru wanakijiji, wananzengo na watu wote ambao wameshiriki katika safari hii ya mwisho ya bibi yetu Devota Daudi Kayagira. Hatuna budi kusema Mungu awabariki, awatie nguvu, awajalie neema na baraka katika maisha yote, na tushirikiane vyema hadi mwisho wa maisha yetu. Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Jina lake libarikiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Amen. Kristo tumaini letu. Basi kwa niaba ya uongozi wa kanisa Katoliki kwa parokia yetu tunatoa pole kwa familia ya Mzee Robert, katekista wetu mstaafu Mlanda, na familia yake, majirani na hasa na waumini pia wa kigango hiki cha Karuma. Poleni sana. Mwenyezi Mungu atutie sote nguvu katika kipindi hiki kigumu cha msiba huu mkubwa wa bibi yetu. Basi karibuni tushirikishane tafakari neno la Mungu tulilosikia hivi punde. Tunaalikwa
katika maisha yetu, wazo kuu kabisa, tuwe tayari wakati wote. Mwambie jirani yako, tuwe tayari wakati wote. Kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo. Tuwe tayari. Kwa sababu saa na siku tusioidhani ndipo Mwenyezi Mungu hutuhitaji. Na Mungu anapotuhitaji basi hahitaji masharti. Ni kama vile Bi Devota alipoitwa, wakati ilipofika aliondoka, si ndivyo? Na sasa tunaomboleza kifo chake. Tunamfanyia leo mazishi. Sasa leo hii Devota amekuwa sababu ya sisi kukumbushwa kwamba tu mahujaji hapa duniani. Wenyeji wetu uko wapi? Mbinguni. Kwa hiyo ndio maana katika somo la kwanza tunaalikwa kudumu katika tumaini lililo jema. Kila mmoja awe na tumaini la siku moja kwenda kumwona Mwenyezi Mungu. Tujikite katika tafakuri ya Injili hii ya Mathayo tuliyoisoma. Tunaambiwa kwamba mfano huu wa wanawali 10. Mabinti hawa wanaalikwa kwenda kusherehesha katika harusi. Na tunaambiwa 5 walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa wenye busara. 5 hawa wapumbavu wanatoa taa zao tu, wasichukue na mafuta ya akiba. Lakini wenye busara wanachukua taa zao pamoja na mafuta katika vyombo vyao, wakijua kwamba yawezekana bwana harusi akakawia, basi na taa zetu zinaweza kutindikiwa. Kumbuke nyakati hizo kulikuwa hakuna sola, hakuna umeme, wala hakuna nishati nyingine mbadala yote, hata simu. Lakini tunaona ni vibatari. Na tangu mimi nimefikia umri huu, sidhani wengine nyumbani tulikuwa tukiazima chochote, lakini isipokuwa mafuta ya taa. Sijawahi pewa kibatari kwenda kwa jirani kuazima nini? Mafuta ya taa. Na mafuta ya taa katika lugha ya picha ndiyo matendo mema. Kila mtu ana matendo yake. Yaani haiwezekani mimi nahitajika nipate matendo 100 ili niweze kwenda mbinguni. Wakati huo natindikiwa 2, lakini mwalimu Toma hapa anayo 102. Haiwezekani kusema kwamba kwa kuwa yeye amezidi basi nipatie hayo 2 mimi nijazilize huko. Haiwezekani. Hawe ya kwake na mimi ni ya kwangu. Kwa hiyo kila mtu atahukumiwa kadiri ya matendo yake. Na ndio maana tunaalikwa katika kipindi hiki cha Kwaresima, moja ya nguzo ya mfungo ni kufanya matendo mema. Watendee wenzetu matendo mema zaidi. Na hata hili ni tendo jema la huruma kwa mwili, kuzika wafu, si ndio? Basi ndio maana kila mmoja anakuja hapa, Mungu Mwenyezi anamzika baraka. Lakini katika maisha tujue sisi pia tu wasafiri. Mungu anahuisha mioyo yetu ili tuweze kumrudia yeye kupitia kifo cha bibi kubwa. Ndugu zangu, niwaambie soma Zaburi ile ya 90 inasema wazi. Maisha ya mwanadamu ni miaka mingapi? 60 au 70. Kwa wenye afya njema 80. Lakini anaendelea anasema kwamba lakini miaka yote hii ni ya dhiki na mateso. Kumbe tunajua kabisa wajibu wetu msingi, tupo hapa duniani ili tuweze kumtumikia Mungu zaidi na wenzetu, si ndivyo? Sasa bi mkubwa nikipiga hesabu hapo, ingawaje sijasoma hesabu, naona ana miaka 81. Miaka 81. Maana yake tunaona mwenzetu hata umri, Mungu amemjalia neema ambayo sisi wengine ingawaje pengine amemjalia neema ya kuishi miaka mingi, pengine bila ya kustahili. Na ndio maana tunasali hapa kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ili Mungu aweze kumstahilisha kushiriki uzima wa milele. Na sisi pia tulio wasafiri hapa duniani tuweze kujiandaa vema katika maisha haya.
tutajifunza kwa Bi Mkubwa. Bi Mkubwa alikuwa tayari wakati wote. Tunaona ni kati ya mama ambaye kwanza alipenda familia yake, na hata mume wake tulifanya naye kazi ile kumsisha yeye Bi Mkubwa Robert alikuwa kimsindikiza. Ni mama pekee wa katekista, mke wa katekista pekee aliyekuwa kimsindikiza kwenye kikao mume wake. Tunaona kwa nini alinani, ndio tunasema alikuwa ni mama mlezi wa nini, wa familia, na alitamani wakati wote hata baba watoto wake awe naye katika safari zake zote, kwa sababu alitambua wajibu wake kwa yeye ni mama, lakini ni mwili mmoja kuja na katekista. Licha kwa katekista Robert alikuwa ni katekista, lakini huyu pia alikuwa nani? Ni katekista msaidizi. Ndio maana leo unaona makatekista hapo wafanyaje? Wapo tumejaa hapa kuja kumsindikiza katekista mwenzetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Kwa hiyo ni tendo la shukrani kwa Mungu. Je, tumesikia alipata kupata watoto 8. Leo hii yani ni moyo wa shukrani kwa Mungu. Yeye alizaliwa na yeye amefanyaje pia? Amezaa. Leo hii kizazi chetu hatuna shukrani kwa nani? Kwa Mungu. Hatuna shukrani kwa nani? Tuitikie basi. Hatuna shukrani kwa Mungu. Unakuta ndoa zinafungwa. Haya, tunasema walizalia kanisa, wanaombea kabisa leo wazazi wa ukomavu katika Afrikana, lakini nafika zinaanza kuulizana. Tunazaa watoto wangapi? Tunazaa watoto wawili. Mwingine sasa mimi nataka 3, mwingine 4. Kama 4 tunaachana. Ugomvi unaanza. Hatimaye wanazaa watoto ngapi? 2. Sasa Mungu anakujalia yafuatayo. Mnazaa, Mungu anazalia. Unataka uzae mtoto gani? Kama na watoto wawili, maana yake wa kiume mmoja na wa kiume na wa kike mmoja. Angalia moyo ulivyokuwa na shukrani. Haya, Mungu anakusaidia sasa, unazaa watoto 2 huto. Kamoja kanakuwa kaka hapa na kingine kafuta bangi. Itakuwaje? Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo inakuwa sawa, si ndio? Yale kamoja kanakuwa kaka hapa, kadada kale akaeleweki, na kale kanaume kanakuwa kafuta bangi, au tafuta mali kenyewe kanakuja na mafanyaje? Kanakuchinja na kuchinja siku moja, kanachukua kilicho chake kanaishia. Lakini mama amezaa watoto 8. Nawezekana alikuwa hana limitation. Alikuwa anataka azae tu watoto atakao wote atakampatia nani? Mwenyezi Mungu. Lakini sisi tunakuwa wachoyo. Tunakuwa wachoyo. Na maandiko yanasema wazi, anayepanda kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Anayepanda kwa nini? Kwa ukarimu. Ni sawa na yule anayetoa. Anayetoa kwa ukarimu ndiko kupanda huko. Ndiye atavuna kwa ukarimu. Sasa leo hii kanisa linajaa wazee ambao tumuuliza ana watoto wangapi? Na watoto 3. Haya, wewe ni mtoto wangapi kwa mzee? Mimi wa 7. Ni ajabu kabisa. Yeye wa 7, lakini yeye amezaa watoto wangapi? 2 au 3. Ushasikia mtoto maskini amekufa njaa? Ushasikia hiyo habari? Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu na watoto hao 8 tunasikia ametuachia zaidi ya watu 50 na kitu. Ndio, katika wasifu wake. Zaidi ya watu 50 na kitu. Ni kizazi ambacho kitaendelea na kuendelea na sisi katika maisha yetu, mfano vijana, tunakufa katika umri mdogo, si kweli? Wengine hatujazaa hata watoto. Yaani mtu ana miaka 45, unaoa lini? Bado nipo kwanza. Unaoa lini? Bado nipo kwanza. Unaolewa lini? Bado nipo kwanza. Si ndio? Haya. Ukishabahatika kuolewa sasa, na hapo nataka watoto 2. Haujatupata. Tayari Mungu amefanyaje? Amekuita. Ukoo uendelee, kanisa, taifa la Mungu liendelee. Kazi ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu haiwezi kuongezeka. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai wa huyu Bi Debota, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa idadi kubwa aliyoiongezea kanisa na taifa lake. Jambo jingine, tunaalikwa daima kuwa watu wenye yaani mioyo yetu daima iwe imeshikamana nani?
na Mwenyezi Mungu. Tuwe watu wa shukrani, tuwe watu wa kutenda yote ambayo yanayopaswa kutenda katika ulimwengu huu, kwa sababu tujue kabisa sisi tu mahujaji, yaani hapa duniani tupo nani? Ni mahujaji, tunapita. Wenyeji wetu uko wapi? Mbinguni. Tujue leo zamu yake Devota, kesho yaweza kuwa zamu yangu mimi, na baadaye yaweza kuwa zamu ya mtu mwingine. Haijalishi wewe ni kijana, haijalishi mzee, haijalishi ni tajiri, haijalishi maskini. Sisi sote ni mali ya nani? Ya Mungu. Na vitu vyote ni mali ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuishi kwa ukarimu na upendo kwa watu. Cha kufurahisha bi mkubwa ilikuwa hata kama mkwazi, yeye alifurahi. Na msingizia na kikwazika nakwambia, bwana hapo umenikosea, sio sawa sawa, lakini maisha yafanyaje? Yaendelee. Ndivyo alivyokuwa. Alikuwa muwazi. Kuna watu hapa tupo tunaishi na tupo kwa lazima na tupo mwezi mtukufu wa Ramadhani, si ndio? Tuna watu hapa tumeshabeba watu vifuani mwetu. Hatutaki kufanyaje? Niko kusamehe wewe takapokuombowaza duniani, na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Kwa kuomba, Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wako milele na milele. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana. Marehemu wote wapumzike kwa amani.
wito huu, umeniita, nimeitika wito. Ifurahi kwako mbinguni pamoja na utakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Bwana, tunakuomba sisi. Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao, uzipokee kazi zao njema. Bwana, tunakuomba sisi. Tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu yao. Bwana, watulize wote waliofiwa. Bwana, tunakuomba sisi. Tuombeane sisi wenyewe ambao tuwasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe kwa kudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Bwana, tunakuomba sisi. Alioanzisha katika ubatizo. Wewe ni mavumbi, utarudi kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii, upumzike kwa amani. Amen. Kaka wa marehemu na dada zake, wajiandae wajukuu zake
wa kike wa kiume wote. Mwenyekiti wa mtaa kwanza, kama kuna wakulima wakamwana, sasa imeisha. Sasa tunachukua hayo jirani nasibu. Nilikuwa mnaishije? Mwenyekiti wa mtaa waliotoka Isizia wote kwa pamoja wanaweza kaweka mashaka. Kweli mama, tumefiwa wote. Kwa maisha yake, lakini Mungu amempenda kwa sababu ndio hatua ya mwisho ya maisha yetu. Tunawashukuru wote mlioshiriki kwa hali na mali, kwa michango yenu, kwa maombezi yenu na kwa kila chochote ambacho mtu alikuwa anawazia mema juu ya kuokoa maisha ya bibi yetu. Yote tunamshukuru Mungu kwa sababu ni ahadi zake kwamba sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Napenda kuwatakia maisha mema na furaha njema, lakini baada ya hapa ni mkabidhi mwenyekiti wa mtaa kwa ajili ya matangazo zaidi, kwa sababu wao ndo wanahusika zaidi, lakini mimi kazi yangu ni kutoa shukrani zetu kama familia. Wakazi wa Kalumwa, wenyeji wenzangu, baada ya mazishi tunatakiwa kwenda kwenye kuni. Baada ya hapo kesho oga maji, na sasa hivi tunaomba kurudi nyumbani kwa marehemu pale kwa mzee Robert.